watoto wa Mungu, unyenyekevu wa kibinadamu ni maigizo mbele za Mungu. Yesu anasema, jitieni nira yangu mkajifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Ni roho ya neema huwafanya watu vipande vipande. It break people in pieces before God. If you find a man of God who is broken before God, is a man who the spirit of grace is functioning. La sivyo utaigiza. Bwana asifiwe sana. Mungu anatumia vyombo vilivyovunjika, the broken vessels. Na ndio maana kama utaki kuvunjika, atahakikisha anatumia mbinu yote kuvunja vunja. Yaani mpaka ufike mahali ujue sijui. Bwana asifiwe sana. Ufike mahali ujue siwezi bila nguvu zake. God always using broken vessels, vyombo vilivyovunjika vunjika. Hapa kuna kitu nataka niseme kikubwa sana kwa ufunuo. Zaburi ya 51 mstari wa 17. Dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika na moyo uliovunjika na kupondeka, Mungu utaudharau. Nataka niseme nini? Anything we do out of broken spirit and contract heart is not counted as a sacrifice in the sight of God. Chochote unachokifanya nje ya roho iliyovunjika na moyo uliovunjika sio dhabihu mbele za Mungu. In fact, is uncounted, hakihesabiwi. Dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika, moyo uliovunjika na kupondeka. That means anything you do in this kingdom minus these two things is not a sacrifice. Are you doing a ministry with a broken heart and a tremble and contrite spirit? Atumia neno nzuri sana hapa, contrite heart. Chochote unachokifanya kwenye ufalme huu minus these two things is countless. Huduma tunazozifanya bila moyo wa kuvunjika na kupondeka mbele za Mungu si sadaka. Anasema haiwezi kuwa dhabihu ya Mungu. Dhabihu za Mungu ni chochote kinachofanywa katika roho iliyovunjika na moyo uliovunjika. Ni mara ngapi umefanya utumishi wako kwenye kiwango hichi ili ihesabiwe kuwa umefanya kitu mbele za Mungu? If we are doing ministry for competition, check there. Chochote unachokifanya kwenye ufalme wa Mungu bila roho iliyovunjika na moyo uliovunjika, maana yake ni kwamba hujawahi fanya kitu, kwa sababu always God responds to sacrifice. God is a spirit and in the spirit sacrifice is a language. Ukija kanisani ili kujionyesha umekuja, ukija hata hapa ili kutimiza wajibu tu, nisikaulizwa kwa nini sijaja. Kwa hiyo unajibeba beba huko kama gunia la mahindi. Bwana asifiwe sana. Huyo unakuja unajiweka hapo, unasema afadhali nimeenda tu. I have to tell you, what you are doing is not a sacrifice. Ni heri ungelala nyumbani, ungeongezeka vitamini, mifupa yako inge relax. The sacrifice of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. This, oh God, you will not despise. Hebu jiulize, for how long have you served God in that dimension so we can count this like a sacrifice? So umenisikia nachosema? Yaani ni mara ngapi umetumika kwenye kiwango kile ili ihesabiwe ya kwamba ni dhabihu? If you are doing ministry to impress people, you are doing ministry to show off, you are in a competition, who is better, who is not better, who is good, who is not good. Sir, that's not a sacrifice. In fact, in another way we can say, if it is not God's sacrifice, it's a religious practice. Kama si dhabihu ya Mungu, maana yake nini? Ni matendo ya kidini. Kwa hiyo tutakuwa na wachungaji hapa ambao ni watu wa dini. Bwana asifiwe sana. Ndio maana wanashindana, maana wanavutana, huyu mimi ndio nimefanya hivi, mimi ndio nimefanya hivi. Unataka uni overshadow. Kuni overshadow, kuni over nini? Kuni over nini? Unataka uonekane bora kuliko mimi. Sijui kwa nini kuna watu wananipiga vita. Unapiga vita na nani? Tumemaliza vita na shetani, tuanze na nani anakupiga vita? Mgonjwa wewe. Bwana asifiwe sana. They are fighting me, they are fighting me. Who are those people who are fighting you?
Ukiona mtu anakupiga vita sana, muulize, samahani, hivyo mazaa shetani uje kwangu, maana mi ni mdogo mno. Go finish saa 5 and come to me. You carry it in your heart, say, they are fighting me, they are fighting me, they are fighting me. Who are they who are fighting you? Nani anapambana na wewe? Dhabihu za Mungu, maanake chochote mtu atakachokifanya ili Mungu akihesabu ya kwamba ni kafara, ni utumishi mbele zake, lazima kifanywe katika roho iliyovunjika, moyo uliovunjika na kupondeka. Kama kinafanyika nje ya haya, is not counted, is countless. Nisije nikaacha wakanionaje, nisije nikaacha wakanisikieje, nisije nikafanya hivi ikaweje. You are doing with those reasons, without broken spirit and a broken and a contrite heart. What you are doing is countless in this kingdom. You are doing it out of religious practice, and God is not a religious. Ikiwa hata unaimba ukiwaza watapokeeje, find the broken heart, find the contrite spirit, find it genuinely from God, ndipo utakapokuwa na dhabihu. Nataka ujue kwamba chochote unachokifanya kwa Mungu minus broken soul, broken spirit and a broken and a contrite heart, my friend, you are doing a religious practice. Is countless, hakihesabiwi. Kwa hiyo kuna watu ambao they are doing ministry for 30 years and it's uncounted. Kwa nini? Kile wanachokifanya kimekosa hivi vigezo viwili: broken spirit and a broken and a contrite heart, moyo uliovunjika na moyo mnyoofu uliopondeka pondeka. Ndo mahali unafika unachaguliwa, unasema hata kama watu nje wanaona una sifa zote, unasema hakika yake. So unasema kwa mdomo, moyo ndio unasema sikustahili jambo hili, nimelipata bure tu. Chochote unachofikiri unastahili mbele za Mungu ndo ufai. Hallelujah. You don't deserve it. Ukishakaa tu kasema mbona mimi nastahili kabisa, nastahili kabisa, yani anything we do in this God kingdom minus a broken spirit and a broken and contrite heart is not a sacrifice, so it has no reward. Utafanya mchungaji akuone unafanya, utafanya mtumishi akuone unafanya, na utachoka, kwa sababu you are not doing it for God, you are doing it for pastor. Mwisho kabisa kitachotokea ni nini? Shina la uchungu litachipua, maana utasema mbona hawaoni? Mimi nimejitahidi sana, nimesimama nao kuanzia huko walipotoka. Umesimama nao, sio na Mungu, umesimama nao. Usije ukasahau nao, mwambie na kusahau hiyo nao, hiyo nao usisahau. Umesimama nao, hiyo nao usije ukaisahau. Nimefanya kila kitu pale, mimi nimefanya, hata Mungu anajua sikuwahi kuwa mbaya, nimefanya pale, ni pale. Usisahau hilo neno pale, lakini hujafanya kwa Mungu, maana umefanya pale. You are counting where you are. Chochote tukifanyacho ambacho hakijafungamanishwa na roho iliyovunjika na moyo uliovunjika kwa kuogopa na kutetemeka mbele za Mungu, my friend, it's not a sacrifice before God.
hata akikupa hela nyingi ukazileta sadaka. You know, few weeks ago someone come to my office and say, nataka nimwage zege eneo zima la kanisa. It's a billions of money. Yani hilo eneo lote unaoliona kuanzia hapa mpaka kule, God touched to finish it. And I say, sir, let me pray. It's not about the money you want to give. It's millions of money. In fact, sio chini ya milioni 25-30 kumaliza hapo. Kama nondo tu hapo tumeweka zaidi ya milioni, karibia milioni 40. Hizo nondo unazoona zinaingia leo hapa ni milioni zaidi karibia 40. In fact, it's a 40 million cash. Na bado hapo ufundi na kusuka na kufanyeni. Alafu juu yake ndio imwagwe zege na bado hujanyanyua. And the man says, I think I'm convinced in my heart I have to do it. Inawezekana ukaangalia sema kwa majukumu tulionayo Bwana amekuleta kabisa. Yani ni wajibu wa kiroho. I say no sir. Let us go and pray. If God says yes, you'll do it. If he says no, you'll never do it. Because minutes is not what we do. Minutes is what the Lord help us to do. And minutes is not what we plan to do. Minutes is what the Lord planned for us to do. Usianze kupanga huduma, kubali Bwana akupangie cha kufanya. Nimekwambia mimi nilikuwa nahubiri hapa juma ngapi sijui kipindi hicho, tuwe mara kule na kuja ibada kama nza katikati na hubiri, Jumapili na hubiri. Kumbe mwezi mzima au mwaka mzima nilikuwa sifanyi huduma. Kwa nini? Sijawahi muuliza Bwana unataka nini wiki hii? Nilipomuuliza akaniambia nataka ukae ufundishe watu wangu semina ya wakati wa majilio wiki nzima, na ndipo akanifungulia mlango wa baraka. Don't plan, allow Holy Spirit to plan for you. Make sure that you hear from God. Don't arrange yourself. Allow Holy Spirit to arrange for you. Ina gharama, lakini inalipa. Anything we are doing for this God without a broken spirit, a broken and contrite heart, hello, is not a sacrifice. Mtu huyu ndiye nitakaye muangalia atetemekae asikiapo neno langu. Ukishaanza kuona roho ya kutetemeka na kuogopa katika wajibu Mungu aliokupa imeondoka, unahitaji roho wa neema.